Karibu katika kipindi chako pendwa kabisa cha fikra na maisha ya wanachuo. Langu jina ni Swaz Master na siku ya leo nipo na Mr. Bizman ambaye tutakuwa naye katika kipindi chetu ambapo tutagusia maisha ya wanachuo, ndoto baada ya chuo, lakini pia mahusiano, lakini tutazungumza mambo yote bila kuficha. Uh, Moja kwa moja, Mr. Bizman, uh, hivi chuo, kwa nini watu wanapenda kuwa masuperstar wakiwa chuo? Kwa nini? Yaani chuo, kwa nini watu wanapenda sana kuwa masuperstar? Ah, bana, chuo watu wengi wanapenda kuwa masuperstar kwa sababu unakutana na mazingira ambayo umekutana nayo pale. Kwa sababu maisha ya chuo ni maisha ambayo watu tunakutana katika pande tofauti tofauti. Yani kuna mtu ambaye anatoka sehemu fulani, kuna mtu ambaye anatoka sehemu fulani. Asilimia kubwa ambao mimi natazama, wanafunzi wa chuo wengi wanakuwa ni wale ambao wametoka katika yale maisha fulani hivi ambayo familia zao zinajiweza by the way. So ndo tunakutana mle ndani. Sasa kuna wale ambao tunatoka kijijini na kuna wale ambao tumewakuta ndo wazawa. Sasa wale wazawa wale ndo wanasababisha sisi ambao tunatoka vijijini kutufanya tuanze kupenda zile starehe. Kwa sababu kwa mfano unaweza ukaingia chuo pale ukakutana na marafiki ambao ni watu wa bata, wakakuchukua wakakupeleka sehemu za starehe. For the first time unaenda unakutana na vitu vya kufurahisha. Kwa mfano mtu anakuchukua na kupeleka posta. Ushaona? Na wewe mazingira yako wewe ambavyo umetoka kijijini huko, hujawahi kukutana na mazingira kama yale pale. So anaanza kukuleta mdogo 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 mdogo, mwisho wa siku unaanza kuadapt tabia na wewe unakuwa ni mtu ambaye unataka sasa kuwa ni mtu fulani hivi wa kwenda maeneo mazuri, kupiga picha, kujionyesha, yani ndio ustando unaanzia hapo. Okay. Kwani tuseme ukiwa chuo lazima marafiki wakupoteze katika harakati zako za kujitafutia maisha au inakuwaje hiyo? Wenyewe wanakuambia kwamba kwenye wengi kuweza ku-maintain ile status yako ambayo ulitoka nayo kwa inakuwa ni ngumu. Unajua kwa nini? Kwa sababu utakutana na watu tu katika cycle ya kukutana na watu, unakutana na watu ambao wana ushawishi mkubwa. Kuna wale watu ambao Mungu amewapa vipaji vya kuwashawishi mtu kumtoa katika ile reli na kumleta katika upande mwingine. Au watu wapo. Sasa kwa asilimia nasema katika zile asilimia 100, kuna wale ambao wanaweza kuzi-overcome zile nanilio, wanasema vile vishawishi. Kuna ambao wanaweza kabisa kuvi-overcome. Yaani kama mtu ametoka kijijini na dhamira yake kubwa bana, mimi nakwenda chuo kwa ajili ya kusoma na kuja kuwasaidia wazazi, ndio wale ambao unakuta wanaondokana na vile vishawishi. Sasa watu kama hao hapo wanakuwa wadumu. Wadumu kivipi? Kwa sababu anapoteza namba ya marafiki, lakini pia ni mtu ambaye anakuwa anatengwa. Kuna baadhi ya vitu unakuta anatengwa. Yaani ili umaintain unatakiwa uwe na wanasema kwamba roho ngumu, kwa sababu just imagine kwamba kwenye kundi la wanafunzi 30 unapiga story na mtu mmoja. Utajisikiaje yani katika ile jiwe na hapo? Unakuta uso mwanangu, uso mwanangu, uso mwanangu. Mwanangu yule unakuta watu wanapiga story, ukitokea tu kidogo wanapita hivi, wanakupita hivi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na roho ngumu sana kuweza kumaintain. Yes, huyu ni Bizman ndo tuko naye siku ya leo, lakini kama unataka kumfahamu zaidi nampa nafasi sasa aanze upya kujitambulisha, lakini pia ningependa tufahamu historia yake kwa kifupi, alikuanzia maisha yake yalikuwaje mpaka akajikuta sasa yeye kaingia chuoni. Bana, mimi kwa majina halisi naitwa Jackson Jambele. Mimi natokea Tanga kule. Mamangu ni mtu wa Tanga ila babangu ni mtu wa Kigoma, au sio bana? Sasa mimi nimesoma katika shule moja pale Mazinde, inaitwa Mazinde Day Secondary School. So nilisoma pale kuanzia primary mpaka secondary. So nilisoma katika mazingira ya pale. Kwa wale wakazi ambao wanaendaga Arusha, Mazinde ni moja ya kijiji ambacho wanakipita kutoka Mombo. Katikati hapa kuna sehemu inaitwa Kasiga, Mazinde, alafu unaendelea. Maisha yalikuwaje sasa baada ya kwanza ku apply baada ya kufika chuo ilikuwa? Matarajio yako yalikuwa ni vipi? Maana ulisema kwamba ulikuwa unatamani kuwa mtangazaji. Ulifika chuo, maisha yalikuwaje? Bana, kwanza maisha hayakuwa rahisi kwa sababu wajua kwenye kujitafuta watu wengi wanajua. Kwenye kujitafuta kwanza kuna ule ugumu wa mwanzo utakutana nao. Kwanza kuadapti mazingira. Mimi nimetoka Tanga nimekuja Dar hapa. Cha kwanza alikuwa ni adapti mazingira, mji wa Dar unataka nini? Kitu cha kwanza. Mazingira nilipotoka kule kulikopo, yani kama kutakopo kuna pesa sijui katika hizi harakati unatumia pesa ndogo, ila huku Dar kila kitu pesa. Chakula pesa, usafiri,
lakini pia na vitu mbalimbali. So nilianza kwanza kuadapt mazingira, lakini nilipofika pale chuo bwana, pale kitu ambacho kilinisaidia sana mimi, nilianza kupata marafiki for the first time, kwa sababu watu wengi walitokea kunikubali, kwa sababu hata jina Bizman nililipata mitaa ya chuo pale. Sababu ya watu kunikubali, kwa mfano kuna mtu anaitwa CB ambaye sasa hivi yupo Wasafi pale. Makwai, mimi namjua kwa jina hilo hapo. Huyo jamaa bana, kuna siku moja tulienda radio pale. Mimi ndo nimeanza kuapply yani. Sitakiwi kwenda kuperform kwenye radio zile za chuo. Sasa kufika pale nikapiga, kuna flow moja, blaza kaniita, mdogo wangu we, una vocal moja kali, una melody, sema watakiwa punch tu, lakini wewe kwenye melody vocal nazo. Na hapo ndo nikapata ule ushikaji wa jamaa, wakawa wananichukua kipindi kile. CB alikuwa ni mtangazaji kwenye chaneli moja online inaitwa Your Fave. Ilikuwa inafanyaga vizuri kinoma. Sasa kama mdogo wangu nikiwa naenda kufanya exclusive na kuchukua, tukawa tunaenda naye ndo ushikaji nikapata. Kwa sababu CB mwanae ni Mchaga. Kwa hiyo nikaa na ile John hapo ya kina Mchaga, tukawa tuko washikaji. Kwa hiyo mimi maisha ya chuo hajanisumbua sana, kwa sababu nilianza kuadapt kitambo. Kuna huu msemo wa maisha ya chuo. Unajua wanachuo wengi wamekuwa na matarajio mengi baada ya chuo. Kwa mfano, wewe umezungumzia ulikuwa unatamani kuwa mtangazaji. Kuna mwingine anatamani kuwa labda daktari. Kuna mwingine anatamani labda kuwa mwalimu. Sasa wengi wanaishi nje ya ndoto zao. Kwa upande wako wewe, unawashauri nini kupitia na wewe jinsi ulivyopita? Bana, ili kwanza uweze kuishi ndoto zako, kwanza perform ile ndoto yako, kwa sababu mimi wakati nina wish day one kuwa mwandishi wa habari, nilikopo na penda sana kusikiliza radio, na kipindi changu ilikuwa XXL. Mtu kama Adamu Mchomvu alikuwa anivutia kinoma noma, Bidazen, so nilikopo nasikiliza sana. Hii ndio ikawa ni moja ya safari yangu kuelekea kitu ambacho ninakipenda. Unajua kuna mtu atamani kuwa mwanajeshi, lakini kuna wale mazoezi tu ya shule ile scout ashiriki afa anatamani kuwa mwanajeshi. So kuna ile msingi tunasema base ile anashindwa kuitengeneza akiwa bado anaendelea kwenye ile safari yake.